Karibu, hii ni Umeme Tech. Hii ni awamu ya pili ya leseni ya ULA. Sasa tunaangalia ile tatizo. Kuna tatizo linajitokeza kwa baadhi ya simu. Ukifungua hii website ya leseni ya ya ULA ya Lois ya ULA, kuna baadhi changamoto, lakini ni vizuri zaidi ukatumia kompyuta. Sasa hii ni awamu ya pili, tunaenda mwanzo hadi mwisho hadi kwenye ile form tulikuwa tunaangalia kwenye ile awamu ya kwanza. Kama bado hujafungua, nenda hapo kwenye registration na kuna fomu utajaza hapo vizuri tu. Kwa hatua za mwanzo kabisa, na jinsi ya kujisajili na kubonyeza pale apply, nenda kwenye video ile ya kwanza. Hapo kwenye description nimekuwekea, utakuta chini maelezo imeandikwa vizuri kabisa awamu ya kwanza leseni ya ULA, na utaiona kabisa hii video hii ni awamu ya pili. Sasa kwa kuwa hatua za kwanza tushazimaliza, login tu nimetumia hii kwa niaba hii kuelekezana. Sasa tuna login. Ndio nafungua WhatsApp hapo tu, internet inasumbua lakini itafunga muda si mrefu. Ndio hii inaandika hiyo inafunguka. Hiyo ishafunguka. Muonekano wake website yenyewe ukifungua inakuwa hivyo kama hivi. Sasa kwa mimi hii account ya mfano nimeshafika hadi sehemu ambapo ya kujaza form. Sasa kwa hiyo inakuja hii jedwali la hashtag. Kwa hiyo hashtag ina maana kama tayari ile form yangu ishafunguka. Kwa hiyo mimi kilichobaki tu hapo kujaza tu taarifa nani za form na kusubmit moja kwa moja, na wale kunitumia control number nilipia hiyo nini baada ya siku moja. Unatumia control number ile unalipia kwa 10,000 kwa hiyo kujaza nani kulipia form ile wakati usha submit. Alafu ndani ya mwezi mmoja wanaenda wanazikagua vinani vyeti vile. Hapa katikati kuna neno apply hashtag. Ili tuachane nalo. Hii inatokea kwamba ukibonyeza hapa fomu yako itafunguka. Ila tutaangalia baadaye kabisa. Tuanze awali kama ile video ya kwanza. Vile video ya kwanza tulipoishia, alafu tutakuja kuangalia hiyo fomu. Tulishia hapa kwenye neno apply. Ukiangalia hii website yako juu kuna title la jina la ULA. Inamaanisha inafuatia juu kulia kuna neno home, juu kushoto kuna neno dashboard. Chini kuna nani sasa majedwali mengine. Kuna neno apply, kuna update, kuna revocation na maneno mengine. Sasa bonyeza neno apply. Pa. Kwenye neno unaenda hapa kwenye leseni. Kama unaona unaenda speed, utaenda moja kwa moja kwenye ile video ya kwanza. Nimeenda taratibu tu. Neno identify kwa sababu ni umeme rectification. Sasa hapa ndio nilipo watu wengi papa na wasumbua ikifunguka hivi. Ila ni vizuri sana utumie kompyuta, inakuwa rahisi. Kama hapa ikisumbua, kwanza hivi kutumia font ya kompyuta. Hapo bonyeza kwenye menu
Nimekuja hapa. Nimebadilisha muonekano wangu wa simu. Hii ni browser tu ya Chrome ita kawaida. Nibonyeza hiki kitufe hivi vitatu vya huku juu. Nibonyeza ndio nimekuja menu. Nibonyeza na kuja menu. Kwa hiyo nimekuja kwenye kipandikwa desktop site. Kina sura ya naniliu ya kompyuta, alafu ni ndo peke yake ina kiboksi cha kutia tiki. Sasa tuendelee. Sasa muonekano wetu kama kompyuta huku ndio ndipo hivyo. Sasa imeanza upya. Tumebonyeza neno ile hapa apply. Ili hapa. La kwanza kabisa kushoto imeandikwa usota leo na apply, tunabonyeza. Kwenye leseni nabonyeza. Notification nabonyeza. Sasa unaona hiyo neno la submit. Yaani huwa ile linapotea ile neno. Inategemea sasa na aina simu yako unaitumia na browser inasomea unaitumia. Ni vizuri ukitumia kompyuta haiwezi nani ikapotea ile neno. Sasa njia ya kufanya, njia rahisi. Maneno yakopo hapa yajaze kwa mkono. Usibonyeze nani hizi menu hizi. Hizi vimshale vya kwenda chini usivibonyeze vikatokea menu ukabonyeza hizo menu. Kitu cha kwanza viandike wewe mwenyewe. Kuna vijedwali vitatu. Jedwali ya kwanza hapa andika neno electrical. Andika tu nini kwa mkono wewe mwenyewe. Ushaandika ile neno. Utaona neno za submit lipo. Ili new liache hivyo hivyo. Njoo hapa jedwali cha tatu, yani cha pili. Andika class yoyote unayotaka wewe. Tuandike ipi au tuandike C, si ndio? Hii C nikiandika herufi ndogo. Hapa imezingua kwanza, ngojea. Sasa hapa imesumbua, lakini kitu muhimu cha kufanya unatakiwa hivyo. Ikisumbua unarudi unafuta, unaanza upya, unafuta, unaanza upya. Sasa kitu muhimu ni hichi. Anza kwanza na neno new hapa liache hivyo hivyo. Kwenye hii kijedwali cha tatu liache hivyo hivyo. Kijedwali cha pili katikati hapa andika class C, anza nalo hilo class C. Utaona ile neno submit lipo. Neno hapo class ya tatu, yani la pili ni utaandika class C kwa mkono, utaandika kwa mkono, utaandika class C, itaandika submit. Sasa hapa la mwisho ndio lile electrical installation, ndio utaliandika na mimi kwa mkono. Itabidi uandike kwa herufi ndogo ili asilingane na maneno yalikopo hapa. Ukishaandika kwa mkono utaona ili neno submit lipo. Utalibonyeza. Ukishabonyeza itakupeleka moja moja hadi kwenye form. Form itafunga. Nitakuonyesha hiyo form kwa sababu mimi nilishabonyeza na nishafunga. Hiyo haina shida kwa sababu hii ni form ya mfano. Nitakuonyesha form yenyewe. Ukishabonyeza hapa inakubali moja kwa moja. Kwa kitu cha kwanza hii neno new utalikuta hapo, utaandika new au utaliacha hivyo hivyo new. Class andika wewe, ila ni muhimu zaidi hii class ianzie zote kwa herufi ndogo au ile si ya mwanzo hiyo herufi ndogo. Hii class ya katikati ile jedwali la katikati. Ili electrical installation liwe neno la mwisho utalijaza mwenyewe kwa mkono. Uchague hapa kwenye menu. Hapa kwenye menu nani hapa jedwali kibao. Kwa mfano hapa nimeandika unaona inatokea menu hapa. Sasa ukibonyeza hii moja moja ile inapotea. Unaona nani hii submit, ukija kuangalia huku hauikuti. Inakuja hizi PDF nani maneno ukibonyeza tu una download PDF aina za leseni na sifa zake na nini. Sasa classification ya leseni ni wao ndio watakupa aina ya leseni kulingana na vyeti vyako ulivyoambatanisha na aina uzoefu ulioambatanisha kule.
Kwa hiyo wenyewe wataenda watavipitia kwa muda kama mwezi mmoja au siku kadhaa, ndipo sasa wao watakupa aina leseni kulingana na wao walivyoona kule, na wewe una uwezo wa kuikataa hiyo leseni au kuikubali kulingana na uzoefu wako wewe. Kwa hiyo unakuta kuna leseni W, leseni C, kuna leseni S yale wa supermotor na S1, S2, S3 wa supermotor transformer, unaona mambo rewind yao. Kuna leseni W either wale short codes kabisa wale na nani level 1, yani huja nani, yani ndo kwanza ndo level 1, lakini hujijua umeme, lakini cheti kile cha level 1 mkipata au cheti cha soft course za beginner to advance unacho, au wewe ni level 2, na maana hapo ile lesson D wanaweza wakakupa, au lesson C kwa wale watu wanaweza kupiga slip phase kulingana na uwezo uliokuwa nao. Na uwezo si lazima uwe lazima, mfano kama mimi nipige paka engineer ndio basi nipate lesson fulani. Pia na uwezo, mfano umekaa mtaani miaka mingapi, umejifunza vitu gani, kwa hivyo ndio vinakupa ujasiri wa kukubali au kukataa lesson. Sasa hapa ukimaliza hizo PDF ndizo zitakuwa nani, ni kama notes fulani zinazoonyesha qualification kwamba class 1 atakuwa mtu wa aina gani, uzoefu wa miaka mingapi, class 2 mtu wa uzoefu ngapi, ndizo hizo zinazokuja hapa. Sasa kwa hiyo ikishakuletea hivi, wewe unarudi nyuma, unapiga baki au kwa vingine unabonyeza hii hapa juu hapa unakuja kwenye desktop hapa. Kwa kwanza tuweka desktop ya nini, ya kompyuta. Hapa tunatia tiki kwamba hatuitaki tena ya kompyuta, yani tunaondoa hii tiki hapa kwenye kineno cha blue tukibonyeza yenye ina load hapa, inatupeleka kwenye desktop ya simu. Kama ikikataa sasa, hapo ndo tunaonyesha ikikataa. Sasa mpaka hapo tutakuwa sasa tukimaliza hapo tutaenda kwenye ile. Kwa hiyo ina leseni nishaelezea sana kwenye nani ile video ya kwanza. Kwa hiyo unaweza kukaenda video ya kwanza ile ukaikuta. Sasa hapa nisongee sana ukaona kule MB watu. Sasa hapa nauli tu hiyo internet tunasumbua sababu tu ya mawingu. Sasa hapo nimefanya kurefresh. Sasa ikishafunga hapa home tab ya kwenye simu, yani muonekano ule wa screen kwenye simu tuachane nao, turudi na kule kwenye muonekano wa kompyuta. Tutarudi kule tutaiwasha. Unaona kama ikizingua vile tena. Unaona hapa huko kuna simu nyingi watu wamepigia na WhatsApp wengine wawili watatu wanauliza vipi, mbona baadhi ya simu inakuwa inaonyesha na nani haileti ile kile kineno kisubmit kinaondoka. Hapo ina load hiyo hapo. Sasa imefunguka. Sasa huo muonekano wa kompyuta. Sasa maana yake hapa tumefanya simu yetu imekuwa kama kompyuta. Sasa hapa kama vile mwanzo tunaanza tena upya kuelekeza, unamweza hapa apply. Leseni hapa vile kama mwanzo. Verification ni pa juu, simu ya kwanza kama vile mwanzo. Tunarudia upeli kwa ambao hajaelewa, yani tukimaliza, maana tushamaliza mambo ya leseni ya Ugula. Sasa tunarudi hapa kwenye jedwali hapa. Hii submit unaiona, ndio unatakiwa ukishamaliza kujaza maneno matatu unatakiwa ubonyeze ni submit. Kitu cha kwanza, hili neno la kwanza unalifuta. Kitu cha pili, njoo kwenye sanduku la pili hapa. Sanduku la pili anza kulijaza hilo.
andika kwa herufi ndogo class, either ni C au A au yoyote tu, au unaweza ukasema bwana class A, vyovyote tu vile, vyovyote tunavyoona wewe, A ndogo kubwa, vyovyote tu, au unaweza kusema class B, vyovyote tu, yeye hajalishi. Afu njoo sasa, ukishamaliza hapo njoo katalia hii electrical unaandika kwa herufi ndogo. Ukija hapa neno submit, unaona unaliona. Kwa hiyo hapa ushabonyeza pale vizuri, class electrical installation class A. Hakikisha umeandika kwa herufi kubwa, na yani haya maneno ya upande huku umeandika ili hapa, ili class A au class B au class C au class C. Unaandika tu, anza na herufi ndogo, alafu hapa herufi kubwa. Neno la mwisho kuliandika ni neno hili la jedwali la kwanza, ndio unaandika electrical installation, ndio neno submit utaliona. Utabonyeza hapo submit. Ukishabonyeza hapo submit itafunga form. Sasa hapa ndo nakuonyesha hiyo form ikoje. Ukishabonyeza pa unaibonyeza sasa submit. Ukishabonyeza kuna form itafunguka. Form yenyewe ishafunguka. Form yenyewe ni hapa kama unavyoiona. Kuna type ya application, kuna category class, kuna majina, kuna hapa banani kitufe cha kuweka passport size yako, inatakiwa iwe background yako iwe na blue na size yake iwe 3.5 mara 4, yani upana 3 kwa 4, ina maana 3 na nusu na 3 kwa 5, hizo sentimita za hiyo passport yako, au iwe 2 kwa 2. Kuna mawasiliano yako hapo ulimeweka wewe, mfano unaweza ukajaza, kuna namba zako za simu, taarifa zako binafsi, jinsia pale, namba yako hapo nini, passport yako hapo, vitambulisho vya NIDA utaandika hapo. Na ukishaandika na namba yako ya NIDA, na maana hapo utapiga pia na ile picha yako kitambulisho utakiweka hapo. Vyeti vyako hapa, taarifa zako nani za elimu utazandika hapo kwenye majedwali. Ni majedwali tu yanaeleweka tu, ni rahisi. Utajaza majedwali. Sasa ndio fomu yenyewe. Kama una taarifa nusu zingine, mfano utazipata baadaye au kesho, unaweza ukaja kwenye neno save, au kama unataka kuenda mbele utamuiza neno next. Kama kuna taarifa umezikamilisha au bado, utakwambia kama hapa nimeandikia sijaweka nini, sijaweka pasipoti, ndio maana ISSN ikaniruhusu kwenda mbele, kwa sababu sijaweka pasipoti. Kwa hiyo kama umemaliza, hapo kuna neno huko juu finish, unaona, kwa hizo zote button. Kwa hiyo ukishajaza nani taarifa zako, umejaza taarifa zingine utamalizia kesho, baadaye unakuja kwenye ile namba neno save. Basi simu ndio inacheza. Ngoja. Ili hapa neno save utalibonyeza. Pap. Umeshajaza taarifa zako nusu, na zingine utazojaza baadaye. Au kama vitu vyako una hapo nini, unataka usave, anatakuuliza nataka usave, utabonyeza okay, ndio. Ukisha save, kesho unaweza koja, yani ukishaishia hapa, hata kesho au baadaye unaweza ukarudia nani, ukarudia vile vile na taarifa zako zikabaki vile vile, hazifutiki hata kidogo. Unabonyeza hapo neno save.
hata ukirudi kule mwanzoni kabisa utakuta jedwali lako pale la fomu liko vile. Hata ukishamaliza kujaza taarifa zote zikamilika, taarifa zako pale, ukibonyeza pale next, moja kwa moja kwenye email yako huku utakuja utaletewa tayari fomu yako kwanza itakuwa ishaenda kule, na wewe kwenye email kule utapewa control number ya kulipia, na malipo ya kulipia hiyo fomu ina maana ni 10,000 tu. Kwa hiyo ukishalipia hapo, ina maana utasubiria za wiki kadhaa au siku kadhaa mpaka nani yako ikamilike. Ikishakamilika utapigiwa simu na utakuja kwenye akaunti yako hapa, utaingia hivi login, utakuta akaunti yako pale washakutengenezea kabisa leseni yako, utaiona. Utaangalia wewe class gani pale wamekupangia. Kama wamekupangia ndogo kuliko, unaweza ukaenda kule ukakata rufaa, usema bwana, mimi class imenekea ndogo sana kulingana na uwezo wangu, hii sitaki, nataka leseni ya juu zaidi. Kwa hiyo sasa ni wewe tu na ukishalizika ndipo sasa unapewa control number, unalienda kule unachukua leseni yako na unalipia. Yaani papo kwa papo tu, yaani unalipia, alafu na bei nishataja katika video ile ya kwanza, na bei zao ni rahisi tu. Leseni hiyo unalipia baada ya miaka mitatu kama vile leseni za udereva, na leseni kubwa zaidi unakuta yani azidi hata 100,000, zingine 80,000, 60,000, yani nyingine mpaka 40 ZW. Kwa ni za bei tu za kawaida. Hizi ni kwa maengineer na technician. Hapa naona nani ina load tu. Sasa ukisave fomu yako, hii neno hashtag hapa hapa pale umesave fomu yako, umetoka nje, umeenda kule, umefanya nini, baadaye unakuja kurudi tena, ile fomu utaikuteje? Utaikuta sasa kimundo huu hapa. Sasa hautaenda kwenye neno apply tena, utakuja kwenye hiki kijadwali hapa kama kiujumbe. Kuna hiki kijadwali kimeandikwa alama ya reli, na kimeandikwa vidoti viwili, kimeandikwa application refer, alafu namba imeandikwa hapa, kuna submit date imeandikwa, alafu na leseni imeandikwa. Sasa kwa hii mfano sijaweka passport kwa sababu si taarifa original, nimeweka nani hii form kwa ajili ya mfano. Huko pale kama taarifa zote zikamilika na naibonyeza next, na ikienda taarifa zako zote utazipata hapa. Naona kwamba ile leseni ya tarehe ngapi na leseni namba ngapi utaipata hapa, na leseni yako, taarifa zote zako za leseni utapata hapa. Hapo ni baada ya wewe umeshajaza nani ile form na ubonyeza next, na form yako ishaenda kule na umeshamaliza, imeenda kule na namekutumia ujumbe wa nini, wa control number, na umeshalipia control number. Taarifa zako zote utakuja kuwa unazifuatilia hapa. Hasa hapa form yako kwa vile ulisave, utakuja hapa utaibonyeza haya maandishi ya application refer, utayabonyeza pa, na ndivyo hivyo utafanya hata ile kufuatilia kama bado au tayari. Kushabonyeza ile form itafunga kawaida, na utaendelea kujaza taarifa zako vile. Kama leseni yako itakuwa ishakamilika, ukimana ukibonyeza hapa moja kwa moja utakuta leseni yako imekamilika. Fomu hasa kuna baadhi ya simu muonekano wake unakuwa sio mzuri, inakuwa kimbamba hivi. Sasa mbinu ya kufanya ndio ile kwenye browser ya Chrome. Sasa sijui unatumia browser gani. Hii inatumia mimi ni ya Chrome. Njoo juu kabisa hapa kwenye upande wa search engine kuna neno kujumlisha, kuna neno kijadwali imeandikwa D, alafu kuna kulia kabisa kuna vidoti vitatu. Nikibonyeza kwa kidoti itafunga jadwali. Shuka chini kabisa hapa mpaka kwenye neno limeandikwa desktop site au muonekano wa kompyuta. Utakuta ina symbol kabisa ya kompyuta. Utabonyeza hapa utatia tiki.
Ukishavutia tiki itajiload, itafunga sasa kimuonekano wa kompyuta. Afu utachotokea kufanya tu una zoom, unaiona kama vile fomu yako vizuri. Nadhani hapo maelekezo yangu ya leo itakuwa yamejitosheleza. Kama utakuwa na changamoto zaidi, hapo kwenye comment unaweza ukaacha sasa ukaacha maswali. Kwa sababu muonekano wa kompyuta ukibonyeza pa fomu utaiona itafunga vizuri tu. Na hii muonekano wa kompyuta uzuri wake unaweza ukazoom na ukapunguza. Hii ni Umeme Tech. Usahau kulike, subscribe na kuwasha notification button kwa ajili ya kupata taarifa nyingi. Hii inajadili mambo yote ya ufundi umeme. Tunadili nayo. Kwa fomu hii hapa. Na video nyingi zitakuja za practical na serious. Ni kwamba tu mambo yamekuwa mengi, tumekuwa busy na video nyingine bado hatujazipandisha, lakini video nyingi zitakuja sana. Tutaangalia nini, usukaji wa mota, tutaangalia ma-AC, mafriji, utengenezaji generator nini. Yaani utatoka una uelewa mkubwa nani umeme, aina zote za umeme, single phase, three phase, maana umeme vyote vya ndani, mambo starter nini, tutaangalia PLC ni nini, tutaangalia vifaa vinavyoweza control motor za three phase, ndio hizo soft starter kama hizo PLC vile na VFD. Yaani vitu vingi tutaviangalia, mambo starter, star connection, mambo ya direct online doli, yaani vitu vingi tutaviangalia. Kwa hiyo wewe usahau kusubscribe hiyo channel. Hiyo ni Umeme Tech. Iko peke yake. Ukiingia YouTube ukiandika Umeme Tech, au ukiingia YouTube uandika tu hiyo Umeme Tech, ndio channel yetu hiyo. Vitu vingi yani na maswali mengi tusipokujibu hapa yani kwenye YouTube lazima tutakujibu. Pia Facebook ukija kwenye kurasa yetu wa Umeme Tech tutakujibu. Tutaona posti zetu mbalimbali ndio hizo. Kwa hiyo andika tu Umeme Tech. Ila usiandike umeme peke yake. Andika na hilo neno tech, ama kwamba technician, teknolojia, maana zote hizo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukaja kwenye kurasa yetu wa Facebook ukiandika Umeme Tech utatupata. Instagram ukiandika Umeme Tech nadhani itakuja. Ila Instagram ile inakuja pale imeunganishwa pamoja na account ya nani? Ya Anthony Umeme. Kwa hiyo ukiandika hata Anthony Umeme naye utampata. Unaweza ukaja inbox kwa msaada wote wa kiufundi tutakusaidia. Tunapatikana Dar es Salaam, tupo Dar es Salaam eneo la Tabata. Japokuwa tuko watu wengi. Wengine wapo Mbezi. Na uhitaji hata company au nguvu kazi ipo, na unaweza kuunganisha nao timu kubwa wakaja kukusaidia kubackup. Ukihitaji pia kama ni mteja unataka ufungiwe wiring system viwandani, majumbani, zote tunapiga kwa bei nafuu. Usiogope. Endelea kufuatilia YouTube channel yetu. Tuongeza sana subscribers. Sababu umecheki watazamaji ni wengi, lakini wengine wako waelewa hii nini, lakini mambo mazuri mengi yanakuja. Kwa mimi ni kuage tu.